Taifa la Marekani latoa wito wa kusitishwa kwa mapigano ndani ya siku 30 dhidi ya Urusi na Ukraine. Katika kipindi cha kutatanisha kwa diplomasia ya Marekani baada ya mkutano nchini Saudi Arabia, Marekani ilionekana Jumanne kurejea katika kona ya Ukraine na kutoa wito kwa taifa la Urusi kukubaliana na usitishaji wa vita wa siku 30 katika vita iliyoanza zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Hata hivyo, haikufahamika kabisa siku ya Jumatano kama Vladimir Putin anaweza kukubaliana na usitishaji mapigano kwa muda. Vikosi vyake kwa sasa vina kasi kwenye uwanja wa vita. Inadhaniwa kuwa imepata amani ya maelfu ya majeruhi wa kijeshi. Tunawaambia Warusi, hiki ndicho kilicho mezani. Ukraine iko tayari kuacha mapigano, risasi na kuanza kuzungumza, na sasa itakuwa juu yao kusema ndio au hapana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano huo mjini Jeddah, ikiwa watasema hapana, basi kwa bahati mbaya tutajua ni kikwazo gani cha kuleta amani hapa. Mpira sasa uko kwenye uwanja wao. Vile Kremlin ilisema siku ya Jumatano kwamba inahitaji maelezo zaidi juu pendekezo hilo, na wakati wa kulizingatia, msemaji Dmitry Peskov alisema Moscow ilidhani kwamba Rubio, ambaye aliongoza ujumbe wa Marekani katika mazungumzo ya Ukraine siku ya Jumanne, atakuwa akiwafahamisha washirika wa Urusi juu ya mazungumzo ya Saudi Arabia, lakini kwamba kabla ya taarifa kama hizo kusambazwa, Urusi haitaki kujitanguliza juu ya swala la mapatano yaliyopendekezwa. Msemaji wa Kremlin alidokeza hata hivyo kwamba msimamo wa Urusi wa kujadiliana katika mazungumzo yoyote yanayokuja ya kusitisha mapigano unazidi kuimarika kila kukicha. Vikosi vya Putin vinaendelea kusonga mbele polepole, lakini kwa kasi katika wiki za hivi karibuni, na kuchukua tena ardhi katika eneo la mpaka wa magharibi mwa Urusi la Kursk, ambapo vikosi vya Ukraine vilifanya uvamizi wa mshtuko mwaka jana. Kremlin ilifuatilia kwa karibu taarifa kutoka kwa wanajeshi katika eneo la Kursk. Peskov pia alisema takwimu zinaonyesha kwamba majeshi ya Kirusi yanaendelea. Jeshi la Urusi lilisema siku ya Jumatano kwamba vikosi vimechukua tena vijiji vitano vidogo vya Kursk kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine. Urusi pia ilifyatua shambulio jipya la roketi dhidi ya Ukraine usiku kucha, huku idara ya huduma ya dharura ya serikali ikiripoti mashambulizi dhidi ya mji wa Kryvyi ulioshambuliwa sana na Zelensky. Huduma hiyo ilisema majengo ya ghorofa, majengo ya utawala, duka, taasisi ya elimu, mabasi, magari mengine yaliharibiwa katika shambulio hilo, na ilishutumu Urusi kwa kuwarushia makombora waokoaji ambao walijaribu kuokoa. Ripoti za vyombo vya habari nchini humo zilisema takriban watu 9 walijeruhiwa na mwanamke mmoja mpita njia aliuawa. Mabadiliko ya ikulu ya White House baada ya mkutano wa Saudi Arabia na kurudisha wazi jukumu kwa Moscow kumaliza vita ambavyo Putin alianzisha zaidi ya miaka mitatu iliyopita. Ilikuwa zamu ya pili ya kushangaza kwa serikali ya Donald Trump katika kipindi cha chini ya mwezi mmoja kama inasimamia sera ya Marekani juu ya Ukraine, ikiwa tofauti kabisa na mkutano ambao Zelensky alikuwa nao wiki chache zilizopita huko Washington, wakati bwana Donald Trump alipomwita rais mteule wa Ukraine dikteta. Alisema hana kadi hivi sasa kujadili masharti ya mapatano, na kisha akamwambia mambo ambayo yalionekana kuwa ni kama kashfa kwake. Bwana Donald Trump aliamuru kusimamishwa kwa usaidizi wa usalama wa Marekani na ushirikiano wa kijasusi na Ukraine. Zote mbili ni muhimu kwa nchi hiyo kuwa na nafasi yoyote ya kuzuia vikosi vya Urusi vinavyosonga mbele. Usitishaji huo uliondolewa siku ya Jumanne baada ya habari za makubaliano kati ya Washington na Kiev juu ya mfumo wa kusitisha mapigano kwa siku 30 mara moja, ikifungua shehena ya silaha ambazo tayari zimehaidiwa kwa Kiev. Mifumo ya ulinzi wa anga yenye thamani ya takriban dola bilioni 3.8. Mtazamaji wa chaneli hii ya Sanduku la Habari, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare katika chaneli hii uendelee kuzipata habari ukiwa wa kwanza kabisa. Karibu sana.